Yes. Basi atume mambo yanabadilika tena bila shaka, bila wasiwasi wote. Niko na mkali kwanza huyu hapa mwite Ansi the mnyama mkali. Kujipatia zile movie kali kabisa vya jumla na reja. Ni kutoka pale kwake mkali kwanza huyu Dodoma mjini pale Mtumba, karibu kabisa na mji wa serikali. Ndipo alipokuwepo mkali Ansi the mnyama mkali. Lakini pia flash diski, passport size za haraka ni chini ya dakika 3 zinapatikana pale. Lakini pia zinaflashiwa simu za kijanja pia kwa mkali bwana Ansi. Basi napo ndiko ambako cheche zinapozidi kuanzia. Leo tuko na single move moja kali sana. Yaani single moja matata katika zile single za Alhamisi. Yaani ukishafuturu sasa umetulia, unaikamatia mzigo huu unatulizia na mneo huko ukisikilizia mchongo wanaitimea. Mtende kabisa katika single letu safi matata hili hapa, halina maweke. Mkono wako. Basi dude lilikuwa linaanza katika sehemu hapa. Linaanza kibabe na kimangoto kabisa. Ilikuwa ni katika jela moja ndogo ambayo ilikuwa inahifadhi watu manyang'au zaidi ya mashetani. Kuna mtu mmoja alikuwa amefungwa jela hii. Anasema bwana anashirikiana na watu kutoka nje ya nchi katika mpangilio wa kupindua nchi. Lakini pia mazingira yake ni kwamba inaonekana kuna kitu alishakula huyu jamaa. Sasa chifu ambaye alikuwa sehemu hii aliandika barua hii maksusi kabisa kuipeleka katika serikali. Anasema hii ni critical issue. Kwa hiyo tunahitaji ulinzi kwa utawala. Ili jamaa kati liko jela lakini lilikuwa linaonekana kufungua macho na sura yake ya kutisha. Huyu mshenzi akiwa jela anafungua macho. Unyang'ao hatujulikani kwamba ni nani anafanya nini hatumjui. Alikuwa amefungua macho kule jela. Hapo sasa maskari walikuwepo zamu siku hiyo walikuwa wako busy sana kumwangalia. Jamaa alifungua tu kawaida ili licheni katika hii jela. Mara sikia jamani wale anatoroka. Huyu ni anatoroka. Wanasikia uko nani kipigo tu watu wanalia. Ujomba alikuwa anatisha vibaya mno. Ghafla watu walishangaa moto wa ajabu umetoka ndani na kwenda mpaka juu ya bati. Hapo sasa ilitokeza jomba namna hiyo. Watu walikuwa wanamiminiwa moto wanaungua tu. Yaani unaungua mara moja unaisha. Yaani mara moja unabaki nguo na nguo naye inatoweka, mazingira ya kutatanisha. Hii njemba ilikuwa ni hatari vibaya mno. Ili kuonesha umahiri wake kwamba Yesu mtu wa mchezo, aliteremsha watu wakatokea pasipojulikana. Yaani njemba za ajabu zikajaa kwenye jumba hili ambalo alikuwa amefungwa yeye. Wanazo ngao zinazozunguka, yaani mwelekeo wake zingawa hazieleweki. Piga misale jomba nakataa. Ana watu wengi kinyama nyama. Cheche. Sasa wanatizama mzee mjomba na dansi juu kwa juu. Lakini hapa ameteremsha mtu zake kadhaa ambazo sisi hatuzijui hizi mtu ni nani wala jomba mwenyewe tumtambui. Ila picha ndio inaanza kibabe namna hiyo. Lakini Kapteni Sheni ndani alikuwa akiandika barua. Hasa jamani huyu anatoroka. Ikabidi achukue ile barua akaiweka chini kidogo hapo kwenye makaratasi ambayo alikuwa akiandika. Chuma hapa baba. Piru. Yasa. Yedede. Hii ni chuma ya Alhamisi mzee. Haina kwere japo imechelewa kidogo lakini sio mbaya. Katika ile grupu la Alhamisi watu wote mikono juu put hands up. Tuko pamoko sana. Hichi kizaza kilikuwa ni kikubwa lakini baadhi ya mlinzi mmoja alikuwa anaonekana kama issue anaitambua. Sababu alikuwa anacheka tu. Mwacho alikuwa anazidi kwenda chini, men down. Kamanda alipotoka kundani anatupiwa hizo ngao anazikataa. Huyu ndio mfano wa Warden ambaye alikuwa akisimamia eneo hili la jela hii ambalo alikuwa mhifadhi mshenzi mwenye misili ya ushetani. Chuma hicho baba. Mshenzi anasepa. Fukuza wapi mzee, tupa ngoma hizo, anakataa. Anarudisha, unaenda wapi wewe? Hakuna kufuatilia. Watu hawa ni hatari. Yaani jomba watu wakiisha anafanya kuani na anawazalisha wanajizaa hapo hapo.
Hilo cheche baba. Aha. Ukijitusu Junior, bwana mdogo, ikaachiwa ngoma hiyo mzee anasaidiwa chali. Si. Amka wewe. Sasa hapo juu ya anga ndio ilikuwa kizaza. Hizi ni mechi za wakubwa, kwa hiyo watoto walibidi watulie kwanza. Maana jomba na fly angani vibaya sana. Ilibidi baba wa nyumba atoke kucheza na mtimanyo ngo huyu shetani la anasumaka. Sasa jomba anakimbia na mwaga vigae hapo nyuma. Si. Anamwaga namna hiyo. Si. Cheche. Aya sasa. Akaflow, mshenga na dansi. Dingi anaruka naye huko huko. Kama wewe mbaya bora wewe mbaya. La anasumaka, achi mtu salama leo. Kichapo kilinoga vibaya mno. Yaani shule ilikuwa ni pevu. Aliingia sehemu jamaa kama amepotelea. Sasa ilimbidi huyu mzee mkubwa atulie. Anaambia huyoni, huwezi kututoroka. Jitokeze. Mara ha. Captain Shen. Au unafikiri kwamba gereza la Kiboya kama hilo litaweza kuniaresti mimi? Au kunihifadhi? Haiwezekani. Mara kapita kama buku na mneo. Edinga anashangaa vivuli na vimulimuli. Yaani hapa mara kule, mara cheche, mara fire. Ujomba alikuwa ana madinga ya kutosha, ana mazigzag, alikuwa anaweza kuishi hata kwenye kinyago. Moto huo kama bomu sio bomu. Si, pige mara linguo. Kucheki hivi ni linguo na halina kitu. Dingi aligundua kwamba hapa ameingia choo cha kike. Huku nyumbani watu walikuwa wameachiwa kizaza. Jomba anafanya kuzizuia. Vipi? Huyo Captain Shen anashangaa sasa upande wa pili. Jomba kama yuko nyuma ili sanamu. Lakini mshenzi anakuwa anaonekana kwa shida. Mara moto wa ajabu. Bomu sio bomu. Piga namna hii ya huyo hapa mzee. Kamuasha. Jomba karudi nyuma kapotea kibabe. Yes. Hivi ni visanga vinavyopandiana mzee ya. Jomba likakaa sawa na mneo. Hili hapo. Kubwa mzee, kamsindikiza nayo. Shena anakubali sasa. Yeye ndo mzee alioaminiwa, kwa hiyo asipofanya vizuri, serikali itamtupia jicho la tatu. Kwa hiyo inabidi akae sawa sawa, aweze kufungua jicho lake kwa ajili ya kupambana na hii hali. Alitoka nje maskini Mungu, alipoingia huko mara upande wa pili mara mlango kafungwa. Alikutana na moto mmoja misili ya bomu. Ulimtupa mbali sana captain ambaye anaitwa Shen. Basi picha inaitwa full length. Yaani kwa mfano wa mkono mrefu. Ni serikali peke yake ndio inayogo hiyo. Kwa hiyo hii ni mkono mrefu. Kwenye jumba ambalo alikuwa akiishi na ndiko ambako alipokuwepo Captain Changi, ule mwanga ulifika mpaka kule. Kijana wake wa kazi ambaye ndio mkono wake wa kulia kwa ulinzi, ilibidi kufahamu haraka swali linatokana na nini. Mzee alionekana kama vile amekata moto. Maana hali swali. Mshenzi baada ya kuhakikisha kwamba kazi imeisha alitoka. Huyu jamaa ana sura ya kutisha. Mara ghafla ikaachiwa kitu. Amefika mhusika sasa. Huyu ndo mlinzi wa mkono wa kulia mwenyewe. Mshenzi alicheka tu kisha kasepa. Captain Sheni alikuwa amelala pale chini. Ana baba wa kambo. Huyu ina maana huyu mzee ndo alimtunza huyu kijana. Anaambia dingie. Dingile. Dingo ndo hivyo tena. Pigwa moto wa hatari. Na lishokoloko lisiloloweka wanamuita Oyan. Anakumbuka kipindi ambako walikuaga kama vile yatima, kipindi walikuwa kiishi barabarani, yani wale watu vijana ambao wanaishi masokoni. Kipindi ndo maisha yake yote alikuwa yanaenda hivyo. Huyu mzee alikuja akamchukua akamuuliza, kijana unaitwa nani, jina lako? Akasema naitwa Aliyelumwa. Una wazazi? Akasema sina. Basi ndio kipindi cha kwanza kabisa huyu captain alianza kumchukua huyu bwana mdogo alipomwokota katika sehemu ya soko ya kurandaranda kama hivi.
Leo mzee ndo hivyo tena, amekwenda na maji. Walifika wataasisi wa mambo mzee ya wenzake, hao ni watu ambao wanapiga nao kazi. Wanakuta ndo hivyo tena, jomba analialia pale, mzee amekwenda na maji. Ile barua ya siri ambayo alikuwa ameiandika ilikuwa imechakaa damu sana, kwa hiyo kugundua haraka ni kitu gani kimeandikwa pale ndani pia ilikuwa shughuli pevu kidogo. Basi alihifadhi ile barua bila kumpa mtu mwingine yoyote. Basi bwana ambia haraka, tunarejea mji mkuu kwa ajili ya upelelezi wa kumtafuta unyang'au popote alipo. Ndio kazi ambayo ilikuwa inaanza hiyo, kuhakikisha kwamba ujamaa, huyu mshenzi mwenye sura ya chafu anapatikana popote pale. Mwenye haki, kila kitu kilidondoka. Maana Lu Yong'u alifika pale na kuweza kumhoji mkuu. Baada ya kumhoji mkuu, inaonekana kabisa kuna issue amechukua kama mwongozo. Sasa sijui tufanye nini sasa. Ina maana huyu bwana alikuwa anajua kidogo na kuhusika juu ya hii issue. Kwa sasa issue imeyumba kidogo hii. Na alikuwa anatakiwa huyu mtu afe lakini bila kupatikana. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba kuna kabarua kameandikwa cha huyu mzee aliyechomwa na moto, kamehamia kwa yule kijana. Kwa hiyo sasa hiyo barua wataipata vipi? Na wakati bwana mdogo pia ni kitengo cha serikali na yuko hapa alikuwa akimsaidia mzee. Kwa hiyo anatakiwa kuchukua vitu vya dingi vyote ambao anamuita Captain Shen kuvipeleka moja kwa moja kwenye ofisi kuu kabisa. Asema Prince anakwenda jumba la kifalme hivi siku chache mbele. Je, kuna kitu umeshaandaa kwa ajili ya kumfuata? Anambia ndio mwenye haki. Anasema vipi kuhusu kunipandisha cheo changu cha kuwa captain? Usijali kuhusu hilo. Nitakutreat fair, kwa hiyo worry out. Tuliza mizuka. Sawa. Huyu mwamba ambaye cheo chake bado ni kiza kijulikani, sasa anahitaji cheo, anataka kumpandisha cheo kijana wake, cheo cha Captain Shen ambaye alishauawa tayari. Yes, mzigo unazidi kupiga bao baba. Ngome inazidi kusonga. Basi ilibidi waite watafiti ambao walikuwa ni detective ili kufuatilia ili swala la utorokaji wa huyu mshenzi. Amepitaje? Amewezaje kutoweka? Haikuwa poa kabisa baba. Shughuli ilikuwa hivi. Sasa wanafanya upelelezi, hao ndo detective wenyewe. Ambia ndugu, inaonekana kama hizi cheni zilikuwa zina damage. Yaani iko kama ujamaa alishafunguliwa kwa sababu unaona kufuli ili hapa. Kwa hiyo kuna mtu alimsaidia huyu mshenzi kutoroka. Ndio. Vipi kuhusiana na jana usiku? Ambia mkuu. Anasema jana usiku sisi tuliona kizaazaa tu. Yaani ni moto ndio tulikuwa tunauona, sisi tulikuwa tuko nje kidogo. Yaani mshenzi alishafunguliwa. Unataka kutoroka huyo? Alipiga moto wa hatari. Si, cheki wa sehemu hapo imepigwa moto, imebaki wazi. Sasa kila mmoja anawaza iongozi hiyo. Mshenzi ametokaje huyo? Sasa ananusa. Anaambia nasikia inavonukia. Sasa akagundua kwamba ujamaa alikuwa yuko amekaa hivi. Alikuwa yuko hapa. Sasa huu ndo mfano wa huyu mhalifu alipokuwepo amehifadhiwa. Hii kitu ilikuwa imeadjustiwa, hii pingu ilikuwa haiweza kufunga mkono na kubana vizuri. Na hii pia ilikuwa iko hivyo, kwa alifanya kutoa tu kirahisi. Kwa hiyo kilichofuata akachana hapo. Akacheza mbele. Chaleka jiuliza, ni nani atakuwa amemfungulia? Maana itakuwa ni mtu aliyomfunga hapa ndo kamwekea adjustable hiyo. Brother. Maana kumbuka Chalia na waza. Anasema hili swala la kigeni jipya hili. Maana haiwezekani kuwa huyu mtu ana miujiza namna hii.
Hasema ni swala ambalo sijawahi kuonaga katika maisha yangu. Ambia captain. Kwa hiyo sasa inabidi kwenda kufanya upelelezi kwa sababu hii issue bado ina uzito kidogo. Kwenda kutafuta ujamaa mahali alipo. Miji yote kila mahali pafungwe. Basi ilibidi wote wafike. Anasema jamani, captain. Huyu alikuwa ni vice captain ama captain msaidizi ama makamu wa captain. Mwenye haki ndo huyo hapa, mkuu zaidi ya captain. Captain Sheng ameuawa. Sasa ameuawa na mtu ambaye ametoroka jela. Hivyo sasa inabidi kumtafuta haraka. Huyu mhalifu ametoroka. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba anapatikana katika wakati ambao ni mwafaka. Hivyo watu wote walioko sehemu hii, issue ni moja. Hakikisheni huyu mtu anatakiwa kukamatwa kwa kosa la kumua Captain Shen. Na leo akamatwa akiwa hai. Wewe utakuwa kiongozi katika swala hili. Ambia sawa mwenye haki. Sawa. Basi mtaniambia kila kitu kinavyoenda. Wakachaguliwa watu ambao kwenda kufanya hii kazi, lakini hao wengine hawakuweza kuwekwa kwenye cheo chochote. Ambia brother tuishie. Captain Shen imekufa. Alafu watu wanapromotiwa cheo cha kuwa makapteni kabla hata siku 2 hazijapita. Asema basi ni rahisi sana kuweza kusema, lakini ambia Shang, sisi tutafanya upelelezi wa kesi hii kisirisiri. Tutapambana kwa ajili ya kujua. Jua anaongea na mwenzao ambaye ndo alikuwa anaomba nafasi hiyo. Maana ambaye atakuja kuzungumzia nafasi ya kumpromote mtu. Basi wewe poa, endelea kukalia nafasi hiyo. Wanazidi sasa kuweza kupiga bao ili kuhakikisha kabisa wanampata huyo mkuu, huyo kizaazaa mwenyewe aliyeua. Heshima yako mheshimiwa. Vizuri sana. Asa vipi kuhusu mimi? Naweza nikarudi headquarters? Anaambia nitakupromote kuwa tukisharudi kule Rukisha Temple na kupromote kwa vice captain. Kwa hiyo kuna mtu anayeongea naye ambaye sura yake sisi hatuioni. Huyu bwana akasema asante, kisha anacheza mbele. Sasa bwana mdogo akarudi anasema mkubwa, kuna uasi unaendelea baina ya huyu kiongozi waziri na mambo ambavyo jinsi yanavyokwenda. Anauza ganipoda katika nje ya nchi huko yuani, lakini pia isitoshe, tofauti na kuuza ganipoda, huyu bwana anafanya namna ya kuja kupindua madaraka ili akae kwenye kiti cha kifalme kabisa. Na ndio maana hata siku ile ya mwisho kabisa Charlie alikuwa anamtizama mshikaji ni kama mzee huyu ambaye ana cheo cha waziri, ni kama alikuwa na jicho lingine la tatu. Mwenye haki anasema nimepokea barua ya siri. Louya inaonekana kufanya jambo hili peke yake. Yeye ndo alishirikiana na swala la kumuua captain. Haiwezekani. Si nani wewe? Maskini Mungu bwana mdogo, kwa sababu ilisadikika yeye ana barua fulani ambayo alipokea kutoka kwa mzee. Na yeye anajua siri za dingi vizuri. Sasa inasadikika yeye ndiye ambaye atakuwa amemuua mzee, lakini pia ana mchongo mwingine. Ni shi zai zhiyi wo de mingling ma? Shuja bu gan. Yifu tong wo men en zhong ru sheng. Anasema ndugu wangu, huyu ni ndugu. Tumeishi naye. Ni men dan de. Siwezi kumuua ndugu. Chu Tao, wei ni shi wen. Hapo mbavu unapinga amri? Sandy Junior, bwana mdogo. Hao le. Sawa. Zo ba. Twende.
Huyu kitambi mwenye tamaa ya cheo cha captain akamwambia jamaa yake waende kwenye lile eneo la tukio. Alifika Mwamba, ghafla kuna mtu amekuja anarusha vitu, anavikataa. Akampa kubwa. Nani kakutuma msenzi wewe? Huyu mtu akapotea. Mazingira ya kutatanisha. Anageuza, anashangaa, mbona ni Huoni? Ina maana Huoni alishafariki. Bwana huo ni yani. Na kati alikuwa anatakiwa kamatwe akiwa hai. Bahati mbaya anakutwa na washikaji wenzake, makapteni wenzake. Lakini wale ilitoka kwamba kamatwe, asema nini kinaendelea? Nimekuja hapa mkuta tayari kaza kufa. Wapelelezi wakapewa kazi ya kumsachi ujamaa. Huyu mtu alikuwa na barua ya siri ambao alikuwa ameshirikiana mauaji juu ya kumuua yule captain ambaye alifariki dunia. Ambaye brother, wewe ulifanya hivi? Maana yake ulikuwa umeshirikiana na huyu jamaa kumuua mheshimiwa Captain Shen. Azama mtorokaji ametoroka. Sasa nani kamuua huyo? Ili kutunza siri ndio umemuua na huyu. Uko salama kweli wewe? Kama uko salama kweli, kwani unadanganya? Sasa ni nani mwingine? Nani mwingine ambaye alikuwa amehusika na hichi kifo? 没错，大哥，你就跟我们回去，我和二哥一定会帮你还你清白的。我们这么多年兄弟，你们不相信我？大哥，你怎么还执迷不悟呢？今日定是有人设计陷害我，我跟你们回去也无用。 Anasema kamwe, wakati nilipotoka nilikuwa nahangaika juu ya swala la kuweza kupeleleza mambo haya, kupata majibu kabisa aliyokuepo sahihi. 既然如此，就怪不得咱兄弟了。 Ambia sawa, usitaulu, mkamateni. Wakamweka kati. 二哥， Ubana kaandaa jambia lake. Sasa kaona asiwaue, piga vyenye vidole. Maana haki waua ni watu wao. Sasa anakuaje? Inabidi watembezee hizi za kuwatembezea. Mtimanyongo ulikuwa unatembea sio kitoto, yani Mtimanyongo ule wenye shughuli kweli kweli. Bana cheche aliwawasha kinyama. Ti yani aliwawasha ile mbaya. Taandika chapa chapa, ndeke ndeke, teke teke. Shughuli pepo kweli. Bana akawatuliza, lakini jambia alikuwa hajanyinyofoa. Kasema mkubwa, tulia bwana. Anarudishia mzigo kwenye ala, hataki kuwaua washikaji. Lakini wajomba nao wanaonekana hataka kurejea nyuma. Asa mnafanya nini jamani? Mimi sitaki kuwaua wala sitaki kupigana na nyie. Waelewi. Wanakuja wangu. Wanakuja. Anafanya kuwapiga bapa sasa. Sasa msinisukume mimi. Sasa msinilazimishie ni waue. Sasa hapa natakiwa apate kesi ya mauaji sasa, ili mambo yaende fresh. Mjomba alinyemelea akaenda akamweka. Ani alimuweka kubwa. Hanaona sasa hakuna haja ya kuuana. Kwa nini sasa? Nimewakosea nini? Ling Xiao! Baby Shaoran! Anaambia wewe tayari umeshika uchafu mikononi mwako. Tena mbwa kabisa, ambaye mnamsubiria nini? Malizeni. Sasa anajitetea mwanaume wa kazi. Anajitetea. Anajitetea ili kuweza kuondoka hapa. Bado shughuli ni pevu. Kizaazani kizito. Mwache! Tamaliza mwenyewe. Hapo sasa. Mwamba anasema namaliza mwenyewe. Anaenda maliza mwenyewe shughuli hiyo. Hapa wewe unahitaji kuniua?
ndugu yangu, hata wewe. Che. Akamweka. Che. Lakini alipomweka ni kama vile anakumbuka sasa historia na maneno kidogo yaliyopita zamani. Walipokuwa wakiishi vizuri, walipokuwa wanakula bata. Amini usiamini, lakini ndo yametokea. Mwamba aliflow chini namna hiyo. Aliflow mpaka download. Safi, anamwambia safi. Sasa hapa ni kumchukua mshikaji na kuweza kuondoka, lakini kilichotokea kwa kweli ni kizito sana. Na kinauma kwa wastani wa maumivu, basi kinauma sawa sawa. Akikumbuka jinsi ambavyo walikuwa wanafanya dojo wote kwa pamoja walipoletwa kwenye familia ya huyu dingi, huyu mzee ambaye alikuwa ni Captain Shen. Leo nafika hatua mzee anauawa na Charlie anageuziwa kibao kwamba ndo amemua dingi, na hatimaye wakamfanya amna. Ziripoti zililetwa kwa mwenye haki. Mwenye haki anasema Li Wuang ameshauawa. Akapiga X kwenye majina yake watu ambao wanatakiwa kufa. Anasema princess bado yuko katika direction isiyoeleweka. Anasema huyo fara wa kike hakuna ambacho tutaweza kumjali, zaidi ni kumuua tu. Lakini kuna siri ya urembo baada ya huyu bwana kupigwa jambia, ambalo lojambia sisi hatukuona vizuri mwilini alipigwa kwenye sehemu gani ya mwili, lakini tuliona amepigwa na habari yake hatukuijua. Hapa ni baada ya muda kidogo sasa, umepita karibu miezi karibu 5 hivi. Kuna mtu alikuwa ameokotwa na watu wawili. Kuna mzee mmoja ambaye akasema huyu mtu namuona kama vile sio mzuri. Mjana ambaye mimi naona kama ni mzuri tu. Asema kama akiwa mbaya. Asema basi mimi nitaadmit hilo swala. Binti alikuwa yuko na dingi huyu ambaye hawa watu hatujawafahamu vizuri ni kina nani. Lakini bwana mdogo alionekana kupokelewa sehemu hii hapa. Bwana alikuwa endelea kupasua kuni tu. Hana wasiwasi wote. Anapasua kuni na binti alikuwa anazidi kumwangalia taratibu. Huko anamletea dawa. Bwana alikuwa anapasua kuni long time tu. Bwana Lu Wuli. Sasa baada ya miezi 6 hatujui ni kitu gani kilitokea mpaka amekuja kutokezea yupo huko. Basi umwambia kunywa dawa ili uweze kupona, ukae vizuri. Anasema hakuna shida. Nafikiri baada ya hii miezi kadhaa iliyopita basi nitajiweka vizuri, itakuwa vizuri zaidi. Sasa kufika sehemu hii binti ni kama anaambia kuwa mwangalifu. Anakumbuka sasa kipindi hiyo wakati alipomokotaga mtu kwenye ngalawa moja ambaye ilitengenezwa kwa mianzi. Binti hapa iko anavuta taswira kidogo. Ambaye usijali, tangu ulipokokota sasa endelea kutumia dawa. Ina maana jamaa aliokotwa akiwa na bonge la ngeo. Kwa hiyo alikuwa mpasuka sana sehemu karibia na mbavu. Anamjaribu. Jomba ni mzima vibaya mno. Kikombe kimedondoka juu, kimekuja kudakiwa chini na kiko vizuri. Akajiuliza hii namba sio mchezo. Nyabi akaendelea kupasua kuni akiwa na machungu yake. Wataalamu wenyewe wanasema kwamba siku hazigandi, siku zinakwenda. Sehemu ambayo alikuwa anatakiwa kufika walifika. Na huyu mtu baada ya kuona hichi kitambulisho alipiga magoti kama yote.
Baada ya watu walikaa wakazungumza na huyu Dingi ambaye alikuwa amewapokea. Sisi hatukumtambua ni nani na wala walikuja kufuata nini. Anasema jamani, nilikuwa mzuri tu na mwadilifu kwenye taifa langu. Kwa nini mwanze jambo la uasi? Hii ni sana uasi eti mnayofanya. Unataambia sikiliza bwana kapteni zangu. Manage kwamba tayari umeshaingia kwenye swala linaloitwa uhaini. Kwa hiyo huwezi kupona. Ni bure unachokifanya, ni bure. Wewe ni kama mbwa. 季大人，公主已传回消息，他们已经找到神医了，将在明日4时，梧桐镇神医家启程回京。Kapteni bibie Princess alituma message kwamba walinzi wake ambao walikuwa nao baadhi walikuwa wameshaanza kupoteza maisha. Sana siku ya kesho anahitaji kutoka katika sehemu ya mji na kuja sehemu nyingine. Kumbuka hapa ni muda umepita kidogo. Kwa hiyo bwana Kibonge alishapewa cheo cha captain vizuri na alianza kumvimbia uchali yake bila shida, ambaye mshikaji wake nasadikika ni marehemu tu wa muda. Tunarudi kwa yule bwana ambaye alikuwa ameokotwa na binti baada ya kuokotwa kwenye ngalawa moja ya mianzi. Sasa wakati mwingine wanakuja kupasha msituni namna hiyo. Anagonga taichi ya hatari. Hatujui ilikuwaje mwamba mpaka amepona, lakini tunamuona anapasha kibabe na kimango toza, anapasha. Ananyoka mwanaume, jiweka vizuri. Anahitaji kufanya malipizi juu ya huyu waziri feki ambaye anataka kupindua taifa, shenzi na robo. Ndio maana mbwa serikali ni mkono mrefu. Sasa kaa mkao wa kula. Anajisukumiza vibaya mno. Binti alikuwa na cheki tu. Mwamba jinsi anavyonyoka namna hiyo. Anawavuna, inaonekana watu watavunwa. Hebu tuone na kuaje. Maana upashaji so wa nchi hii. Geuka mara binti huyu hapa. 沈大哥的刀法如此精湛，想必师傅定是位绝世高手。 Basi baada ya kutoka kufanya mazoezi kwenye mlima wa Bambi, Bambu binti ambaye usijali, kila kitu kitakaa vizuri. Asema huyo mtu aliyokuweza kukuweka hapo alitokea wapi? 王道，你不许打灵儿的主意。啊，什么不敢？那是最好。 Basi Dingi walikuwa bado ana mashaka na ubwana mdogo aliyomwokota, kwa hiyo bado anamshtukia hivi, lakini Princess alimwambia tuliza bole. Ndio maana mzee akifika mahali akionyesha kitambulisho, watu wanazima fegi. 吃饭。 Kula. Bado wamekuwa wakimshtukia sana. Lakini siku zake zote anazokuwa hapa, kuna kasanamu anakachongaga kila siku. Hajakamaliza kukachonga. Akishia hapa kesho anaendelea. Akachonga kasanamu, anaonekana kana kazi ya kasanamu. Macho yake pia yanaonekana kwa binti hayaishi. Bado yana macho yanaelekea kwa binti kidogo. Bwana cheche.
Alimaliza kukachonga kasanamu ambayo kanaonekana kana ishara ya sura ya binti. Huyu jamaa akiwa amelala, nakumbuka ile siku ambayo ilikuwa ni siku ya dhiki kwenye maisha yake kuliko siku zote duniani. Sasa anaambia kama wewe umekosa. Ndugu yake akamweka jambia, ambalo jambia hili ni kama tujui sasa ilikuwaje, lakini anakumbuka pia kifo cha babake wa kambo aliyemtunza. Anacheki mzigo huko hapa, huko silencer, jambia lake ili hapa. Anaona wakati umefika wa kwenda kumalizana na yule waziri Nyang'au. Muda is typing. Hadi. Leo姑娘. Sasa anarudi kuwafuata wenyeji wake ambao alikuwa wamemuokota, hawapo. Wenyeji is typing, wameenda wapi wenyeji? Hai老爹. Dadi Kai. 灵儿姑娘. Sushi, sushi. Hai老爹. Anamuita yule dingi Dadi Kai. Lakini ukweli alikuta barua pale mezani. Anasema kiukweli ni kwamba sisi tumesafiri na tuna safari ndefu sana, ila kama utapona uendelee na plani zako za maisha. Hii ni barua nilokuachia kwamba goodbye. Kama siku Mungu akijalia basi tutaonana tena. Suye anambia vipi mama, ushapona sasa? Ushakaa vizuri sasa, twende. Binti akili yote imebaki kwa ile kijana Ensambobo aliyomuokota kwenye bahari, kwenye mto, baada ya kuweza kuwa na jana ongea uzito ambaye ndo huyu hapa, na hii ilikuwa ni miezi 5-6 iliyopita nyuma. Sasa bwana mdogo anajiuliza kwa nini binti aniache, ngali nilikuwa namtengenezea kinini kile kisanamu. Kwa alikuwa anamchonga binti, kwa hiyo ikabidi aanze safari kumtafuta binti, kumpelekea hichi kisanamu chake. Kwa nini anaondoka bila hajampokea zawadi? Haiwezekani. Basi msitu na nyika wanasema wenyewe ni kata mbuga, misili ya raio. Kabla hawajafika eneo fulani, bibi huyu ambaye alikuwa akisafiri mbele, kuna mtu alishika panga ambalo majina yake mimi siyajui. Yaani limekaa misili ya samaki sio samaki, yani dragon sio dragon. Jambia moja la ajabu lina makona kona. Seki ile ngoma hiyo. Hey! Rudi ndani shie. Rudi nje huku kuna nuka. Mbuzi kangata chuma cha Leri. Hayawe. Lakini wengine wanasema mbuzi kalamba chuma cha Mneli. Hebu tuone ngoma inasemaje. Cheche! Anakuja mwanaume na jambia la ajabu. Anawawipe wenzake. Si, hawa watu walikuwepo ni zaidi ya mmoja, lakini pia walikuwa wanatakiwa kuhakikisha kwamba bibie anafariki dunia. Alikuwa anasafirishwa kupitia Palawan. Mzee huyu anaona watoto wanasumbua, ikabidi aanze kuwazunguka. Si, wow! Jomba anayejiambia ajabu. Kuna mtu anatua kwenye Palawan kwa juu. Nani tena huyo? Nyambureti la ajabu. Liko kama karipei wa karipei akadansi hapo juu. Piga mekata. Piga me. Bei, binti neso haba. Wewe, bad man. Chana ngoma hiyo hapo hamna. Anachungulia mtoto huyo hapa. Pelekea mekataa. Wewe. Akanyofoa kwake binti. Huyo amesepa. Nani afe? Miguu nisaidie mzee. Kadansi Joma na dansi naye. Sasa anampelekea mzee. Binti hali ni mbaya. Kila mtu yuko kwenye critical condition. Ikarushwa ngoma hiyo. Hiyo. Akaidaka mwamba. Ina maana ngoma inatembea inarudi. Sasa anarusha jambia mara ghafla. Kabla hajafika kuna mtu alimshindilia kitu. Miesi Nambuli alifika. Alifika yule jamaa aloleta kinyago cha zawadi. Sisi angalia. Binti anajieka. Ikapigwa kubwa. Akarudishwa mtu akapewa.
Binti analagalaga, ambao unaenda wapi? Tulia wewe. Posho imekata, safari bado. Akamkamata na mcheki vizuri. Mbona kama nimekumind wewe mchumba? Lakini bado alikuwa hajajua title ya huyu binti alikuwa ni nani. Ni mlugaluga, mchimba chumvi, au muuza vitabu? Oya, vipi hapo? Dingi anauliza. Ilibidi watafute kasehemu kama ka hoteli, wakae kwanza wazungumze. Asema nyinyi ni kina nani? Na ni kwa nini watu wanawawinda? Akatoa kitambulisho. Na huyu binti? Huyo anaitwa She Princess. Hey! Heshima. Yaani alikuwa hajajua. Ambia yeye usipige magoti. Anasema siku zote nimekaa sikujua jamani, kumrazi. Kwa hiyo kumpenda kwake binti. Anasema ni ukweli, mimi jina langu naitwa Lon Luan. Ni mtoto wa yari wa kulelewa wa Captain Shen. Basi wazazi wangu wote walishafariki dunia kitambo, lakini nilikuja kugundua mambo kidogo ambayo alikuwa ameandikwa katika barua za mheshimiwa bwana Captain Shen. Na hizi barua baada ya kuziunganisha ndo zilinipelekea mimi kuweza kutoweka maisha yangu. Lakini leo huyu mzee alikuwa anataka kumpa siri kijana kwamba yeye ni nani, alikuwa ametoka wapi. Japo barua ya damu ilikuwa inaweza kumpa uzito sana wa mambo. Shifu. Ndio maana wanasema serikali ni mkono mrefu. Mzee anamwambia basi sawa, kuanzia sasa utambue hilo. Basi mheshimiwa sasa hivi anakula bata, kashaua mwenzake. Kile cheo cha mwenzake alikuwa anasumbuana kimadaraka, ambaye alikuwa anapiga kazi sana, amemweka kijana wake kibonge kitambi. Kwa hiyo anaenda tu, maisha ni barabara murua. Ni kuchukua wachumba wa kutosha, kula bata usiku na mchana bila wasiwasi, yani bila mashaka yote. Kula bata tu, anaogopi kitu yote. Nchi ni kama mali yao vile. Kula bata na mtoto na dance namna hiyo. Oho. Mtoto laini, mtoto mororo, mtoto murwa. Hey! Bwana. Baada ya kucheza hapo, basi usiku ndo ulifuata. Alikuja kuamka akiwa iko anasema jamani vipi huko? Asa mwenye haki ni kweli kwamba Furukushangi tayari inaonekana kwamba alisha escape. Asa achana nayo mbwa huyo. Mkuu, labda tutume watu wakamsachi. Bala. Wasiyo anbai. Tuisha. Shaandaa mtu mwingine, kwa hiyo usitume kitu, achana nalo. Sasa safari ya binti ilikuwa inabidi iendelee ya kurudi jumba la kifalme. Binti alimpatia ujamaa Jedi Pendant, Jedi Palace. So jambo la mchezo kupewa kidani kama hichi, yani so kila mnyaturu anaweza kuwa nacho, hichi so mchezo. Jomba anambia sana shukuru sana. Binti anambia nashukuru sana kwa kunisaidia maisha yangu pale kwenye mlima wa bambu. Mlima wa mianzi. Hapo sasa. Basi bwana naye akatoa kamdoli kake. Anaambia nashukuru pia kwa kunisaidia maisha yangu pale mtoni. Ina maana binti ndo alimuokotaga huyu jamaa. Bwana. Story sio mchezo, yani ni ya kutisha. Binti anamboya, muda umeisha, tunachelewa. Lazima tuondoke, tufike kabla jua halijazama. Binti lakini alikuwa anaonekana kuzimika na hichi kiensambobo. Kumbe ni kweli jamaa pia naye ana nyota fulani ya kifalme. Na ndio maana barua ilikuwa inaandikwa na mzee, haikumfikia bado kutambua kwamba yeye alikuwa ni nani. Japo mdinga anasema alimuokota kwenye barabara kama jinsi alivyosema mwanzo.
kulukutanta mantetele. Binti akaingia kwenye paragwani ili safari ianze ya kurejea jumba kuu la kifalme. Bwana, sio mchezo, yani sio mchezo, ni shughuli kweli kweli. Basi mambo yalikuwa yanazidi kusonga mbele. Kamanda akionekana bado akiwa na mipango yake ambaye bado hajaimaliza. Kwa hiyo bado na harakati ambazo anatakiwa kuzimaliza kwanza. Sasa tunarudi kwenye maktaba moja ambayo iko katika jumba lile lile alilokuwa akifanya kazi kamanda ambao wanamuita bwana Captain Shen ambaye alishafariki dunia. Katika hii maktaba ndogo ambayo iko sehemu hii, kuna mtu naye alikuwepo humu ndani. Aliingia kijana ambaye ni junior wa yule bwana mdogo mwingine, bwana Lang Shengshou. Sasa yeye aliingia huku ili kuna vitu anahitaji kuweza kutambua. Sasa anatafuta kile kitabu chenye mwongozo na namna ambako waziri anafanya biashara za siri katika nchi nyingine. Ghafla pa maktaba kuna mtu anazama, mwingine tena anaye hatujui anakuja kutafuta nini. Ghafla hawa watu walikutana ndani ya giza, zilianza kupigwa, lakini kumbuka hawa wote ni wale ambao wanafahamiana. Hivyo kwa sababu ya giza na mtu mwingine amevaa vinyago, ngoma iliinuka namna hii. Ni mimi Ambe Junior. Yani Junior ni mdogo. Walipojua ameshajuana, basi walikwenda kupata chai. Junior vipi? Ambe niambie. Eti nini kilitokea siku ile? Ina maana ile siku ambayo ilikuwa inasadikika ndo siku ya kifo chake. Kumbe alipomkamata namna alimbinya sehemu, akamtuliza nini? Akampiga mapigo ya moyo akakata. Alafu kisha akampiga sehemu jambia ambaye anajua haiwezi kuleta madhara. Baadaye alimweka kwenye maji huyu jamaa. Baada ya kuwekwa kwenye maji, alikwenda kuokotwa na nani? Na yule binti sasa ambaye ndiyo princess mwenyewe. Kwa jamaa baada ya kuokotwa ni miezi 5-6 iliyopita, anasema tayari watu wanajua kwamba mimi nimeshakufa. Ambia ndugu, sasa wewe umesharudi, nini kinafuata? Ambia angalia hapa. Hapa ndo namna mapekee kwanza unaweza tukasimamisha mambo ya huyu mshenzi ambaye anafanya biashara na huko sema anapowatoa watu kama kina Yuan. Yule jamaa ambaye alikuwa na uso wa kutisha sana. Anasema hii ni miaka miwili iliyopita nyuma, ilikuwa ndo miaka yetu miwili ya mwisho kuwa na amani, lakini mpaka sasa imekuwa ni vurumai za hapa na pale kwa sababu ya ulaana waziri. Sasa tunafanyaje? Maana hii serikali ni ya kwetu. Hivyo lazima tufanye jambo ambalo litakalotuweka vizuri. Tufanye saiko vizuri, tumuizinisha huyu waziri, tumweke wazi kwamba anauza gunpowder, yani baruti kwa nchi zingine. Kipindio ilikuwa ni jambo la shida sana kuweza kuliproduce hichi kitu. Brother, unafikiri labda Yuani na alikuwa atakuwa ametoka katika town feast ambaye mdogo wangu? Nafikiri kwamba sasa ni wakati wa kujua kwanza. Tukijumlisha na mambo ya kwanza na mara ya pili iliyopita. Ambia ndugu, sasa tuanzishe varangati. Ambia mna noma. Jiangalia basi na jilinde, ambaye anajilinde. Wakaachana usiku. Mwenye haki. Sasa tunarudi kwa upande wa waziri mwenyewe huyu. Waziri Mawenge mwenyewe. Sasa kibonge ambaye ndo kapteni wetu wa leo alikuja kwa waziri. Anaambia bwana, kuna jambo ambalo nimelihisi jana. Kwa maana yake jana usiku kumbe huyu kibonge alikuwa anakula rada. Alishaona kwamba jamaa hajakufa yuko. Yaani Charlie aliingia kwenye maktaba. Kulipokucha asubuhi bwana mdogo aliitwa kwenye ofisi ya mheshimiwa waziri huyu.
Watu wote mzee siku ya leo wanaonekana akiwa na majambi yao wamekamata standby. Huku akimwambia bwana Mwenyaki. Sasa anaulizwa jana usiku ulikuwa unafanya nini? Jana usiku ndio. Anasema jana usiku nilikuwa niko kwenye doria. Patrolling, ulikuwa kwenye patrol. Nani anakubali ulikuwa kwenye patrol jana? Wewe. Ha, akajua hapa lishanuka hapa. Duara lipanuke. Panuka mzee. Ngome kaanza. Sasa anataka kusepa. Mara ghafla mzee, kibonge ilipotokea anajulikana. Julio. Zingi alifurumua hiyo kikombe na kisosi yake kazunguka hewani. Akakutana nayo. Yaani mzee, watu wanapiga mapigo ambayo hayajulikani. Walimtaitisha mshenzi wakamweka chini ya ulinzi. Sandia. Bwana mdogo. Brother, vipi? Anaambia mpigisheni magoti. Pumbavu. Mzee, anasema sasa huyu atakuja kuitwa kwenye utawala wetu mpya. Kwa hiyo afunguliwe mdomo tuweze kumpa kidonge. Una bahati sana kijana. Leo ni siku yako ya kuwa una maisha mawili. Akafunga mdomo asimeze kidonge. Kamata. Ikatumwa ngoma hiyo. Hiyo kidonge hiyo. Basi. Ni kitendo kinachofanyika faster, sema mambo anakwenda taratibu ili tuyaone. Dingi akiwa na mashaka, hana mashaka kabisa, hana wasiwasi. Baada ya kumezeshwa kidonge, mjomba alichenchi pale pale. Mdomo kabalika kwa meusi, macho kwa mekundu. Ni kitu kingine kinaamka. Mwili una vitu vya ajabu. Manyambu-nyambu so manyambu-nyambu. Muwasho muwako. Anajikuta ngome na chenchi namna hiyo. Lakini tunaporudi upande wa pili, kamanda bado akiwa ametulia. Anatizama ile je dependent ambaye binti amempa. Binti naye sehemu aliyoko anatizama tu na yeye kitu ambacho alikuwa amepewa, kile kimdoli kilichochongwa na mkali kwanza. Shifu. Princess anapokea barua. Baada ya kupokea barua bibie, baada ya kuipokea hii barua sasa, tunaachana na ile barua maana bado haijasomwa vizuri tujue na nini. Tunakuja upande wa pili. Huku Dingi anasema sasa wakati umefika. Wakati wa kuchukua sehemu zangu. Zile nafasi ambazo nilikuwa nimezikalia muda mrefu wazi, sasa ni wakati wa kuzichukua. Ana watu ambao anashirikiana nao kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo hana mashaka. Mambo yataanzia hapa. Tutakuja mpaka hapa. Hizi sehemu zote lazima watapita. Na hapa ndiko ambako tunaenda kumaliza kazi. Anasema nimeona hiyo mkubwa. Kwa hizi ni sehemu ambayo naenda kumaliza mzigo kabisa. Kazi inaisha moja kwa moja. Basi kibonge baada ya kutumwa kupeleka mwongozo aliondoka zake. Shifu, 这是什么? 江流儿。 Mambo mazito kweli kweli. Chalina siku leo anaonekana amejiandaa kala lai zake safi, lakini wakati anaondoka nyumbani tu, ghafla anashangaa anasikia sauti juu ya nyumba huko. Anatoka hivyo hivyo. Kuna mtu anakula samba na tua namna hii. Si mwingine, alikuwepo ni Junior yule, bwana mdogo. Hey, ni zama? Asema shida, una shida gani bwana mdogo? Anavuta na buku mzee huyo. Ameshalishwa vitu vya kulishwa. Anang'ang'ania jambia jomba kamsukuma huko. Sadi.
谁把你变成？ Unawe, nani amekufanyia hivyo wewe laana? Anamkataa. Se. Wewe bad man. Ni noma sana. Ikabidi anze kumpa mapigo. Ambe Junior tulia. Bwana mdogo, tuliza mizuka asikutoke maganda. Akabidi amweke chini ulinzi kwa staili ya jambia. Ghafla kibonge ashatinga. Hapo sasa ndiko ambako shoka lilipoungua, afu mpini ukawa upo. Bwana kafunua kitu fulani bwana, kimening'inia kama vile kakengele fulani. Kakamlaza bwana, baada ya kufunuliwa tu akalala. Kwa maana yake anaendeshwa misili ya remote. Unafanya nini? 不过是季大人。 Anasema huyo ndo Junior G mwenyewe ambaye sasa anaishi kwa ajili ya huu mwanga hapa. 怪他当初救下了你。 Anaambia jilaumu wewe mwenyewe ndo ulishindwa kuweza kumsaidia bwana mdogo. Amepumbavu. Nyinyi wote mlikuwa magaidi miaka mingi iliyopita. Unafikiri sijui kama unangania cheo cha captain? Umemuua babangu wa kambo. Pumbavu, na wewe nitakuwa kufa. 从小一起长大， Tena wote muende pamoja mkaishi huko, rest in peace. 你就能踩在我的头上。他把好处都许给了你，何止是一个千户？ Anasema sio captain tu. Tena kuanzia sasa 位都是我。 Imperial Guard wote ni mali yetu. Pumbavu wewe. Wewe mwenyewe wote na ndugu wako mtakao kudanja. Na kuua kwanza. 报仇！ Kwa ajili ya baba yangu wa kambo naanza na wewe. Anaambia sawa, kwa hiyo mfanye maamuzi twende. Kibonge na sohaba. Yesa, kibonge sio haba. Marhaba. Peleka namna hiyo. Peleka kubwa kibonge akamweka chali. Kakutana naye bega. Bwana mdogo. Ndio maana yake. Huyo kibonge. Akafungulia ule mzigo. Kufungulia tu ule mzigo dogo akachajiwa mzee upya. Kwa maana yake ni kwamba anamzima na kumwasha. Si. Hey! Mara kale kimbola kakadondoka sikakaisha nguvu. Chalenta kuamka anashangaa kichwa kimeanza kumrejea. Wewe bad man. Hiyo ilikuwa shida kwa huyu kibonge akakutana nayo. Twende! Pigwa jumping ushiro. Yule. La nasumaka. Bwana mdogo. Kaka. Nasema ni kweli. Tafadhali ni uwe haraka. Sasa hivi najisikia vibaya sana, ni uwe nitakuja kuweka kitu cha ajabu. Najisikia tofauti bwana. Nyamulenge wewe ni uwe bwana. Dogo. Sasa dogo ana chenchi, maana yake asipomua nini kinafuata? Hapo sasa ndiko ambako ni noma juu ya noma. Ni kizaza tena juu ya kizaza. Dogo umekuaje? Se. Se. Ikabidi apeleke mkono shingoni kuhakikisha anamuondoa. Sasa atafanya nini? Shifu. Se, amuondoe, maana kibaki nini kinafuata? Zaidi ya kwamba kinachotokea ni hatari zaidi. Asa alimvunja shingo. Wezi amini alimvunja shingo yake, yani akammalizia mbali kabisa. Maana kulikuwa hakuna namna nyingine yote ya kufanya. Huko akikumbuka ule utoto. Anakumbuka maisha yale ambayo alikuwaga na raha na burudani zake. Walikuwa naishi vizuri hawa wakiwa watatu. Kibonge alikuja kubadilika tu baada ya kuhitaji kuwa na tamaa ya madaraka. Kibonge kafia hapa, yule chali mwingine bwana mdogo kafia hapa. Sasa kabaki yeye. Kabaki kamanda Asua, na kwa kuwa mchongo alikuwa anaujua, kwa ikabidi ifanye chapu wa kuusugua ili mambo yasije akaja yakauchubua. Ngoma inazidi kusonga mbele. Mzigo unaitwa full length. Yes. 季大人，蔡大人，何时才能 Sasa waziri 入乡的功夫就到。 siri zake zinaonekana bado ziko nyuma ya panzia. Anachungulia ndani ya hili Paragon kuna nani huko. Sababu lengo lake lilikuwa ni kuhakikisha anamuua princess kabla huu mchezo jesha, kwa sababu binti katika jumba la kifalme anatakiwa kuuawa kabla hajafika. Na hii barua ambayo binti alikuwa ametumiwa ilikuwa ni maksusi kabisa kwa ajili ya mchezo wa siku wa leo. Wakati mnyabi anakuwa muda anakuja. Katikati kabisa miti membamba mirefu, sehemu kama hizi zenye kuota miti kama hii, kuna kuwa na kimvuli sana kwenye ardhi, ndio maana kuna miti mingine mirefu inatinga. Kwa hiyo inabidi hii mingine mifupi ipambane kufikia mahali jua lipo ili na yenyewe ipate jua, maana jua ni chakula cha mmea. 罗连武， Lo Yuwang 尚未谋害沈大人，
Anaambia umemuua Captain Shen. Sasa na hapa ulipo unataka kumuua na sultana kiongozi manake. Anaambia pumbavu, unafikiri tujui kilichotokea town? Ulipokuwa na mpango wa kustablish mambo yako siri siri juu ya mpango wa nchi nyingine na unauza zile gunpowder zetu. Alafu sasa hivi unataka kujidai unakamilisha mambo yako. Anasema pumbavu, leo utajibu mashtaka. Sasa zikaanza kufinywa baba juu kwa juu. Kwa nini waziri ajichomoke mwenyewe wakati kuna vijana? Manake lilimbana, hilo limemfika hapa. Ikabidi aziwashe na bwana mdogo. Chanena anatamani kuzipiga na udingi ili alipize kifo cha babake wa kambo. Waziri naye ni mdediri. Akamsukumia. Adingi anaona we, piga washimdundiko yule. Akadunda we. Dingi anapiga maoshiro huyu. Ni hatari. Sasa mtu anaishia kukoa. Hapo ndiko ambako huyu waziri akagundua kwamba yuko peke yake. Anaambia tunajua vizuri kabisa ulivyomuua bwana Captain Sheng na jinsi ambavyo unashirikiana na nchi za nje kuuza poda. Na vile unavyotaka kupata msaada wa kupindua taifa hili. Siamini kama wewe tena pumbavu na robo wewe. Sasa umemuua Shen, nani anaweza kukupa tena nafasi ya kukuamini? Umeua watu wote ambao walikuwa unaonekana kama wanapambana na wewe katika namna ya upia kutengeneza wanasema kuongoza, yani ukionekana mtu anaongoza kama wewe anamkili. Lakini kumbe siku ya leo bwana huyu waziri alishajiandaa tayari. Alishaandaa watu wake wa kutosha. Akahakisha kwamba leo ndio siku ambayo anamaliza. Lakini kumbe watu wa waziri wote walikuwa wamekwisha kuuawa tayari. Wengine walikuwa chini ya ulinzi ambao walitubu dhambi zao wenyewe. Kwa hiyo waziri alikuwa ni sawa na mtu aliyoko uchi. Kwa huu mchezo kwa waziri ulikuwa hauna ujanja. Ikabidi asema jamani, hamna mtu kuishi. Waziri anapambana, anakutana na dingi mwenzake huko, anakutana na kijana ana machungu. Nini? Jambia ana kubwa. Pigwa pamu ya nyuma hiyo. Hiyo hapo sasa. Washi mzee baba. Yebo pigwa headphone. Unajua hiyo? Ukipigwa vizuri hiyo lazima uwe kichaa. Pigwa jebu ya mzee ya nyuma, afa akapigwa headphone. Sasa dogo anafanya kujishindia tu. Sukuma mzee jebu nzito hiyo. Huyo. Akadondoka kibabe na kikomando. Yes. Badima. Wacha maneno. Hivi ndivyo ambavyo waziri huyu na mambo yake ufedhuli na ubenduli yalipoweza kufika mwisho. Bwana mdogo ilibidi aweze kutinga haraka kwenye jumba la kifalme ili kusikiliza muktakabali wa mambo unasemaje. Basi heshima yako mtukuzwa. Fika pale kuzungumza juu ya mambo yote yalivyokuwa. Basi baada ya hapo alimalizana na swala hili. Anasema ilikuwa ni kipindi kifupi tu cha mambo yangu. Yaani ilikuwa ni maisha ya kawaida tu, nimekuja kuibuka kwa mtu mwingine. Na sasa mfalme ameniruhusu kabisa na kuweza kunipatia nafasi ya kuona huyo binti anaitwa Suye. Kwa jamaa alikuja kuibuka kwa kupata nafasi ya kumuoa mtoto kutoka kwenye jumba la kifalme. Baada ya haya marazi. Ndio maana naambiwa wakati mwingine majaribu ni mtaji. Mtu anaweza kukupiga mtama kudondoshee kwenye maji, lakini kumbe ndio ilikuwa njia yako ya kufikia riziki ambayo Mungu alikuwa amekuwekea. Kwa hiyo mara nyingine mnapokuwa mnajaribu kuwachukia watu, ndivyo ambavyo mnaweza mkawa mnawafikisha katika sehemu fulani. Iko wazi kabisa na inajulikana, ukimwombea mwenzako heri, basi kwanza Mungu anaanza kukupa wewe ile heri kwanza wewe kabla hajamfikia yule uliyomwombea. Ndivyo ambavyo dunia ipo. Ukimwombea mwenzako mabaya, basi ujue kwanza linaanza kukufika wewe kwanza lile baya ambalo ulikuwa umemtakia mwenzako liweze kumfikia. Hivyo ndivyo ambavyo dunia ipo. Na mambo mengi huwa yanatokea hapa duniani. Vile ambavyo watu wanavodai wanalipwaga moja kwa moja. Singo safi kabisa hii hapa ambaye inaitwa Full Leather. Jina gumu kweli. Full Leather.
Basi binti akabakigi tu na kale kamsanamu kake, huku akimsubiria mwamba amalize harakati zake aweze kutinga ndani jumba la kifalme. 幸亏的交情一瞬间化作成烟，生死共在一瞬之间，转千重点。 Mshikaji wake alikuwa amemhifadhi kwa namna hiyo, alimzika nje kaburi, lakini pia ndani alichukua mavazi yake akayafunika, akamzika na ndani pia, lakini pia alimzika na sehemu ya tatu inaitwa kumzika mtu moyoni. Mtu unayempenda zaidi kaburi lake liweke kwenye moyo, ndio inakuwa sehemu kubwa nzuri zaidi ya wewe kumzika mtu. Basi hizi zilikuwa ni zile za moto katika siku ya Alhamisi. Yes sir, ziko mbili ziko. Ukipata hii mwambie kupe na nyingine ambazo zimetoka katika Alhamisi ya mwisho kabisa wa mwezi wa 4. Hebu tuzidi kupiga bao, mambo yanazidi kusonga mbele katika mwaka wa 2020. Huu ndio ule mwaka ambao ukiona mambo yako hayaendi basi nenda wewe. Yes sir.